Shalom mtu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Sasa kuna jambo moja nimelikumbuka la miaka ya nyuma hapo kidogo. Siku hiyo nilikuwa na shida ya pesa sana. Na siku hiyo nilikuwa na shida ya pesa sio utani. Sasa ikabidi nitafute kazi ya kufanya kibarua, sio kazi. Maana unajua kazi ni kitu kama cha kudumudumu hivi. Nikaenda kutafuta kibarua mahali. Sasa nilipoenda kwa huyo mama akanionyesha kazi ya kufanya, ilikuwa ni kufeka nyumba kubwa imezungukwa na miba na fensi zile za michongoma na majani yamezunguka hiyo nyumba. Hiyo nyumba ni ya matajiri, kwa hiyo matajiri wanakaa huko Dar es Salaam. Unakuja kufanya usafi, wanakaribia kuja. Sasa nilipoenda kufanya usafi, nyumba ilikuwa chafu. Na kipato ambacho nimepatana naye ilikuwa ni kidogo sana, 2000, lakini kazi ilikuwa ni ya kama 20,000 au 15,000. Kwa sababu ya shida ikabidi nifanye. Basi kafanya ile kazi, na kwa sababu nilikuwa na shida ya pesa, ndani ya masaa 3-4 nilikuwa nimeshamaliza ile kazi. Lakini kazi ya kufanya kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikafanya kwa nguvu zangu zote. Nikachomwa na miba, nikafanya nini, lakini nikamaliza ile kazi. Sasa nilipomaliza ile kazi, yule mama nikamuita kwanza, hakuamini. Akaniambia, "Umemaliza?" Nikamwambia yeye. Akaja. Alipokuja akaona nyumba imependeza, imekuwa safi, lakini kwenye malipo sasa akawa mgumu sana kunipa ile pesa. Ni 2000 tu. Lakini akawa kama anaanza kunizungusha kufanya nini, hataki kunipa ile pesa. Sasa nikajiuliza, mbona nimejichoma miba? Hii 2000 hata hizi kunipeleka hospitali. Lakini akanizungusha, mwisho wa siku akanipa ile hela. Watu wa Mungu, kwa nini nimeongea kitu kama hichi? Na kwa nini ninazungumza haya? Kwa sababu unajua kuna watu ambao wanafanya kazi kwao, lakini badala ya kuwalipa wanaona kama wanawahurumia kwenye kuwalipa. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 4 mstari wa 4. Hapo ndo nilipokuwa nataka kuzungumza na watu wa Mungu leo. Biblia inasema, Warumi 4:4 inasema hivi, lakini mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa neema, bali ni deni. Kwa hivyo mtu anapofanya kazi kwako, mtu wa Mungu, unapomlipa usifanye kama unamhurumia. Mlipe ikiwa ni haki yake. Usione unamhurumia unapomlipa, hapana, ni haki yake. Amevuja jasho, amechoka mwili wake, ametumia nguvu zake. Kwa hiyo ni haki yake na ni halali yake kupewa. Sasa nimezungumza kwa sababu watu wanapokwisha kumaliza kufanya kazi kwao, wanakuwa wagumu sana kuweza kuwapa fedha zao. Kitu ambacho ni hatari sana, naleta laana kwenye familia zenu. Biblia inasema kitabu cha Zaburi pale, mara nyingi wakulima wamekula juu ya mgongo wangu. Daudi anazungumza, kuna watu ambao wanakaa juu ya migongo ya watu. Watu wanafanya kazi, wanatoka jasho, wanamwaga damu, lakini wao hawawahurumii, wanawadhulumu na fedha zao. Ikiwa mtu amefanya kazi kwako na kweli kazi yako imependeza na imekuridhisha, mpe haki yake. Ujira wa mtu, au niseme mtu anapofanya kazi, jasho la mtu ni laana kwenye familia yako. Utashangaa uendelee kwa sababu ya dhuluma ambazo umetenda, haki ambazo umewadhulumu watu, walimwaga jasho zao. Biblia inasema wana wa Israeli, kwa nini Mungu alisikia kilio chao? Walipigwa kwa mijeledi, walipigwa wakavuja jasho. Yale matofali walikuwa wanayafanya, zilikuwa damu zinamwagika kwenye yale matofali. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akaona kilio cha wana wa Israeli, akatuma Musa aenda akawaokoe. Sasa wakati watu watalia kwa sababu yako, kwa sababu ya kazi uliowapa, kwa sababu ya biashara ambayo umewadhulumu, hakika Mungu hataacha machozi. Mungu akubariki sana. Jifunze kutenda mema. Jifunze kuwasaidia watu. Jifunze kutokudhulumu, utafanikiwa. Maana Biblia inasema kidogo alichonacho mwenye haki ni bora kuliko mwingi wa mali wa watu waovu. Kwa hiyo ni afadhali ukawa na kitu kidogo cha haki kuliko wingi wa mali ambao ni umedhulumu watu au umemwaga damu zao. Mungu akubariki sana.